in that hospital bed, it might mean a lot to that person who is almost losing hope. Uwepo wangu katika ile hospitali unaweza kuwa ni msaada mkubwa sana. Unaweza kuwa ni tumaini ambalo limempelekea huyo binti, huyo mama, huyo kijana, huyo mzee ambaye alikuwa karibu na kukata tamaa. Ndio bila kwamba sisi sote hawezi kuonyesha upendo wa Kristo kwa wote wanaotuzingira pasipo kubagua. Jinsi ambavyo ningependa kutendewa, wacha nikamtendee na mwingine. Jinsi ambavyo ningependa kupewa another chance, a second chance to rectify my mistake, wacha tuwape na wengine nafasi ya pili. Tusiwe watu ambao ni wa haraka katika kufanya maamuzi, hasa maamuzi ambayo ni ya punishment, maamuzi ambayo ni ya kufanya watu waangamie. Kwa mtandao kuna mtu ambaye alikuwa akitrend tena sana, binti na dada yetu ambaye alikuwa kule Vietnam anaitwa Duta. Na jinsi ambavyo amekuwa akitrend kwa sababu kuna makosa yalipatikana naye, na ikasemekana kwamba lazima auawe, akahukumiwa kifo. Na nilipokuwa nikifuatilia kisa chake nikashtuka kuona kwamba hata baadhi yetu sisi ambao tunajiita wa Kristo tunaungana pamoja na wengine tukisema kwamba kwa hakika anafaa kuuawa, wakati wengine watu ulimwengu wanamtetea kusema kwamba na apewe another chance, wacha apewe nafasi ya pili. Wapo baadhi yetu tunasema kwamba hapana, amepatikana na ulaghai, dawa za kulevya ni mazoea, wacha auawe. Sisi wa Kristo tabia zetu si kama zile. Sisi ndio tunafaa kuwa kwa mstari wa kwanza kuwatetea watu kama hawa. Tunapopata kuna mob justice, kuna mwizi alipatikana akiiba, watu wamemkamata, wamemfunga, wako tayari kumchoma, wao karibu kumchoma. Wewe kama Mkristo, tabia yako si ya kwenda kushuhudia kifo cha mtu kama yule. Kama utaenda pale, nenda pale ukimtetea mtu yule, waambie kwamba huyu pia alifiliwa na Kristo msalabani, na huyu pia bado hata kama ni mwizi, he is still a daughter of God, he is still a son of God. It's my prayer that we want to bow, will be advocating for peace, whatever that may be. May we be hands and feet of Jesus Christ, that wherever we step, mahali ambapo tutakanyaga, watu wataishi kumbuka those footprints. May we be the hands of Christ, kwamba kile ambacho tutapeana namna hii, watu wataishi kukumbuka. Kisa cha mwisho ni cha tajiri mmoja ambaye alikuwa na mazoea mara moja kwa mwaka, baada ya kupata mshahara, kuna pesa ambazo alikuwa anazitenga, anaenda aidha kwa children's home ama anaenda kwa hospitali, zinatumika kwa huduma kama ile. Na siku moja akaamua kwenda kuwatembelea wale ambao wako na ulemavu, wale ambao ni viwete, na akaamua kwamba mshahara wangu wa mwaka ule ambao nimetenga kwa ajili ya kazi ya Bwana, naenda ninunue wheelchairs, na nitakaponunua wheelchairs nitawapelekea wale watoto ambao ni walemavu, wale ambao ni viwete, angalau kila mmoja aweze kupata wheelchair. Yule tajiri akapaka wheelchair zake kwa lori, na alipofika pale kwa ile yale makazi ya wale watoto, akawaita wote, akawaambia kwamba ameamua kuwatembelea na amekuja kuwa surprise. Akawapa kila mmoja wheelchair, lakini kabla ya kuondoka, mtoto mmoja akawa amemshikilia kwa nguvu tena sana, ameshikilia msuruali yake, anasema kwamba usiondoke tafadhali, nataka nizungumze nawe, nataka niongee nawe. Yule mzee akasema sitakuuguza. Akaenda kuuliza mtoto, kuna nini? Ungependa kufanywa nini kingine? Mtoto akasema hapana, sitaki kufanywa kitu kingine, lakini nataka kujua utarudi lini tena. Yule mzee kana kwamba hakuelewa, akasema kwamba nitarudi tu wakati fulani, lakini mimi ningependa kujua utarudi lini, ili wakati utarudi niende mbinguni. Sio wewe ndiye ambaye unasema kwamba utarudi tena. Yule mzee akachanganyikiwa, kumwambia nikana kwamba sielewi. Yule mtoto akamuuliza, si wewe ni Yesu? Mzee akasema hapana, mimi si Yesu. Mbona unasema kwamba mimi ni Yesu? Kwa sababu tukifundishwa tuliambiwa kwamba Yesu Kristo alikuwa akiwatembelea wagonjwa, na tangu nikuje hapa wewe ni mtu wa kwanza kuona ametembea hapa, na ukanipatia mpaka mahali ambapo naweza kuwa nikiketi na kufanya movement. Kwa hivyo lazima ikuwe wewe ni Yesu. Yule mzee machozi yakimtoka, kumwambia kwamba mimi si Yesu,
lakini mimi ni mjumbe tu wa Yesu Kristo. Amenituma niwe miguu yake, niwe mikono yake, niweze kufanya kazi yake. Na yule mzee aliondoka moyo wake umejawa na furaha. Machozi ya furaha yalikuwa yakimtoka akisema kwamba kwa hakika hii ni kazi ambayo nafaa kuendelea kuifanya kwa kuwa haya ni mahubiri. You may be in a situation that anasema kwamba mimi sina uwezo wa kuwatembelea wengine. Mimi wakati unaenda kufanya crusade siweze kufanya, lakini kuna kitu kidogo tu unaweza kukifanya hata kama huna pesa. The Lord has blessed you with a smile. Unaweza tembea tu kwa barabara, nenda kusaidia kila mtu. Unamsalimia, how are you? Naomba nikusalimie, naomba nikupatie haki. Naomba mtu hatu kule kwa barabara. Kuna yule ambaye alikuwa akitamani kukubatiwa namna hiyo. Kuna yule ambaye ametoka nyumbani yako na stress, akafika kazini yako na stress, jioni mawazo yamemsonga, moyo wake ni mzito, lakini anapopatana tu na mtu ambaye anampa tabasamu nzuri, tabasamu la furaha, anamkubatia tu, anamwachia na kanota kumwambia kwamba you are worth in the kingdom of heaven. The Lord still loves you. Huyo mtu anaenda akiwa akijiuliza kwa kweli, kumbe kuna mtu ambaye ananijali. Wote tuwe watu ambao wataifanya ile kazi ambayo Kristo alifanya. Tusimame kwa ombi la mwisho.